Mungu na kusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hivi mtu wa Mungu, umewahi kujiuliza kwamba kuna sadaka ambazo zinabeba uharibifu, ama inaweza ikachukua kile ambacho ulichobeba ama kile ambacho ulichopewa na Mungu na ikakihamisha ama ikakiondoa kabisa? Basi leo nataka nizungumze nawe. Kuna sadaka ambazo zimebeba uharibifu, maana sadaka wewe zinabeba roho ama nia za yule ambaye anaitwa sadaka. Kwa hiyo unaipokea sadaka ya kupasa uwe vizuri zaidi sana, ya kupasa uwe na nguvu na uweza wa Roho Mtakatifu ama Mungu awe ndani yako, hivyo basi kuweza kuitumia hiyo sadaka. Maana sadaka nyingi unakuta pengine kuna sadaka za magonjwa, mtu kakuletea sadaka, hiyo sadaka imebeba magonjwa, imebeba uharibifu, imebeba kila kitu cha aina yoyote ambacho kinaweza kikakupata wewe, kikatoka kwa huyo mtu wa sadaka kikaja kwako. Basi leo nitakuleta katika kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 5 mstari wa 20 mpaka 27. Utakutana na habari za Gehazi, utakutana na habari za Elia, utakutana na habari za Naamani. Elia aliweza kumponya Naamani alipokuwa akisumbuliwa na ukoma. Hivyo basi Naamani aliweza kutoa sadaka ama akaleta sadaka aweze kumkabidhi Elia, lakini Elia, roho wa Mungu alikuwa ndani yake, aliweza kumzuia asiweze kupokea hiyo sadaka. Hivyo basi mtumishi wake ambaye ndio Gehazi aliweza kuipokea hiyo sadaka katika hali ya kificho. Baada ya kuweza kuipokea ile sadaka, hivyo basi yale magonjwa aina yoyote, yale magonjwa yote ambayo aliyokuwa nayo Naamani, nikizungumzia swala la ukoma, lilihamia kwake na huduma yake ikafa. Kwa hiyo bana, ile sadaka ilikuwa imebeba roho ya uharibifu. Ina maana ilichukua cha kwake, yani kama vile kulikuwa kuna mbadilishano katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo tambua kabisa, sadaka hizi ambazo zinazokuwa zinatolewa huwa zimebeba roho ya mtu wa sadaka. Niliwahi kukutana na kisa kimoja. Kuna kaka mmoja, yeye anajihusisha na masuala haya ya kiganga haya. Kwa hiyo kuna mtu mmoja alikuja kumtibu. Huyo mtu alipata changamoto ya ajali. Katika swala la ajali vile anamaliza tu kumponya yule mtu, ule ugonjwa wote ulihamia kwake. Kwa hiyo hivi vitu huwa vipo sana katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo mtu wa Mungu, nakusihi sana kuwa mkamilifu na usipende kula sadaka za watu. Unapopokea sadaka, jaribu kuzitakasa, ziombee. Toa hayo maagano, toa hivyo vitu ambavyo vilivyobeba, sababu sadaka hizo zinabeba roho za yule mtu wa sadaka. Shalom, shalom mtu wa Mungu.